Lakini kwanza wacha nimpishe mwenzangu Phyllis Mwate aweze kukusomea muhtasari wa habari za ulimwengu. Phyllis, karibu. Shukran Skola. Karibu msikilizaji. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba Israel itasitisha mashambulizi ya baadaye dhidi ya maeneo ya gesi ya Iran baada ya kuombwa kufanya hivyo na Rais wa Marekani Donald Trump. Sam Batenzi na maelezo zaidi. Shambulio la Israeli kwenye uwanja wa gesi wa Thalspaz siku ya Jumatano likifuatiwa na mashambulizi ya Irani dhidi ya miundombinu ya gesi ya Qatar limesababisha kupanda kwa kasi kwa bei ya mafuta na gesi, ingawa sasa bei imeanza kushuka kidogo. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, Netanyahu pia alikataa madai kwamba alimshawishi Trump kuingia kwa vita na Iran. Wakati huo huo, Iran imeendelea kurusha makombora kuelekea nchi za Ghuba na Israel. Katika mkutano na waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi katika ofisi ya rais maarufu Oval, rais wa Marekani Donald Trump ameulizwa kwa nini hakuwaarifu washirika wake kuhusu mpango wa kuishambulia Iran. Badala ya kujibu, alitania kwa kurejelea shambulio la Japan dhidi ya Pearl Harbor wakati wa vita vya pili vya dunia. Tutaki kutoa ishara nyingi sana. Unajua, tulipokuwa tuliingia kwa nguvu sana na hatukuambia mtu yeyote kuhusu hilo kwa sababu tulitaka kuwa na kipengele cha mshangao. Nani anayejua zaidi kuhusu mshangao kuliko Japan? Kwa nini mimi sikuambiwa kuhusu Pearl Harbor? Iran imetekeleza hukumu ya kifo kwa wanaume watatu waliotuhumiwa kuwaua maafisa wa polisi wakati wa maandamano dhidi ya serikali mwezi wa Januari mwaka huu, ikiwa ni hukumu ya kwanza ya kunyongwa kuhusiana na maandamano hayo. Miongoni mwao ni kijana Saleh Mohammadi aliyekuwa mwanachama wa timu ya taifa ya mieleka ya Iran. Maandamano ya kitaifa yaliyoanza mwezi wa Disemba mwaka uliopita na kuongezeka hadi Januari yalijibiwa kwa ukandamizaji mkali na mamlaka za Iran. Makundi ya haki za binadamu yanasema maelfu ya watu waliuawa. Na watu wasiopungua 13 wamefariki dunia baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko makubwa nchini Malawi. Shirika la usimamizi wa majanga la nchi hiyo limesema baadhi ya watu waliuawa na kuta ziliporomoka na wengine walifariki dunia walipokuwa wakijaribu kuvuka mito iliyofurika. Wataalamu wa hali ya hewa wanaonya kuwa mvua zaidi zinatarajiwa katika siku zijazo, hali inayoongeza hatari ya mafuriko zaidi. Tangu Januari mwaka huu, mvua kubwa zimeathiri nchi kadhaa kusini na mashariki mwa Afrika. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za dunia huo umesomwa kwako na mwenzangu Phyllis Mwate akiwa studio zetu za Nairobi. Msikilizaji, matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya tusikilize kupitia Count FM, Pamoja FM na Gulf Radio. Nchini Tanzania unaweza kupokea matangazo yetu kupitia redio ya shirika ambayo ni Abud FM ya kule Morogoro na Bomba FM kule nyanda za juu kusini mwa taifa hilo mkoani Mbeya. Dar es Salaam ni Radio 1, kule Mwanza ni Radio Free Africa. Nchini Uganda Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Lizard Radio na Radio Muungano kule Beni. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tuandika BBC Swahili na kukaribisha kwa mara nyingine. Mimi ni Skola Kisanga. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema taifa lake litasitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya gesi ya Iran baada ya kuombwa kufanya hivyo na rais wa Marekani Donald Trump. Shambulio la Israel kwenye mtambo wa gesi wa South Pars siku ya Jumatano likifuatiwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran dhidi ya vituo vya gesi vya Qatar limesababisha ongezeko kubwa la bei ya mafuta na gesi duniani, kama anavyoarifu hapa mwenzangu Phyllis Mwate. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikataa madai kwamba alimshawishi rais wa Marekani Donald Trump kuingia vitani na Iran. Netanyahu alisema kuwa Israel ilichukua hatua peke yake kuhusiana na shambulio dhidi ya uwanja wa gesi wa Iran. Israel ilichukua hatua hiyo peke yake dhidi ya kituo cha gesi cha Slawia. Jambo la pili, Rais Trump alituomba tusitishe mashambulizi ya baadaye na tunafanya hivyo. Habari nyingine ya uongo ni kwamba Israel kwa namna fulani ilivuta Marekani kuingia katika mzozo wa Iran. Kweli kuna mtu yeyote anayefikiri kwamba kuna mtu anaweza kumwambia Rais Trump nini cha kufanya? President Trump what to do? Come on.
Pia alieleza wazi malengo matatu ya operesheni ya pamoja ya Marekani na Israel nchini Iran, akisema ni kuondoa tishio la nyuklia kutoka Iran, kuondoa tishio la makombora ya masafa marefu na kuunda mazingira yatakayowawezesha raia wa Iran kuwa na uhuru wao. Kama alivyofanya mara nyingi hapo awali, Benjamin Netanyahu alitaja kile anachoamini ni tishio la kimataifa linalotokana na utawala wa Iran na kusisitiza kwamba Trump kwa muda mrefu vilevile amekuwa na mtazamo huo huo. Aidha, kwa lugha ya Kiebrania aliwasifu wananchi wa Israel kwa kuwa imara. Pia alidai kwamba baada ya siku 20 za vita, Iran haina uwezo wa kurutubisha urani wala kutengeneza makombora ya masafa marefu. Hata hivyo, Iran imeendelea kurusha makombora kuelekea nchi za Ghuba na Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Iran alikuwa ameonya mapema kuwa hakutakuwa na kizuizi chochote ikiwa miundombinu ya Iran italengwa tena kufuatia mashambulizi ya jana kwenye uwanja wa gesi wa South Pars. Hayo yakijiri, Baraza la Ulaya limetoa taarifa kwamba linalaani vikali mashambulizi ya kijeshi ya Iran yasiyochagua malengo dhidi ya mataifa ya Ghuba na imeeleza kuunga mkono mataifa yaliyoathirika. Ni taarifa yake Phyllis Mwate. Chadi imefunga tena mpaka wake na Sudan baada ya shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani yani drone kuua watu 17 katika mji wa Twin. Maafisa wanasema drone ilipiga mazishi siku ya Jumatano jioni, huku wakilaumu wapiganaji wa kikosi cha Rapid Support Forces yani RSF. Kundi hilo nalo linakanusha kuhusika na badala yake linanyoshia kidole jeshi la Sudan. Mtawala wa kijeshi wa Chad Mahamat Idris Deby ameamuru kufungwa kwa mpaka wa ardhini na pia kutuma maafisa kutathmini uharibifu zaidi. na Sarafina Robi. Rais wa Chad ameamuru jeshi kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi yoyote yatakayotokea Sudan kufuatia shambulio la ndege isiyo na rubani iliyowaua takriban watu 17 na kuwajeruhi wengine kadhaa waliokuwa msibani. Akiwa amevalia sare za kijeshi, Rais Idris Mahamat Deby aliitisha mkutano wa dharura wa usalama ambapo aliamuru wanajeshi kuwa katika hali ya tahadhari. Pia aliamuru kufungwa kabisa kwa mpaka wa Sudan. Alielezea shambulio lililolenga mji wa mpaka wa Tin kama uchokozi wa wazi dhidi ya uhuru wa eneo hilo la Chad. Alisema shambulio hilo lilifanyika licha ya onyo kwa pande hizo mbili zinazopigana nchini Sudan na kufungwa kwa mpaka hapo awali. Mwezi uliopita, Chad ilifunga mpaka wake na Sudan hadi wakati ambapo wangesitisha uvamizi wa mara kwa mara wa makundi yaliyojihami ya Sudan. Hata hivyo, iliruhusu misamaha ya kipekee kwa misingi ya kibinadamu kwa idhini ya awali kutoka kwa mamlaka husika. Wakazi wa mji wa Tin walisema waathirika wa shambulio hilo walikuwa waombolezaji, huku mmoja akinukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema walikuwa wamekusanyika kwenye nyumba kwa ajili ya msiba uliohusisha kusoma kwa Qur'an. Na asante sana Sarafina Robi.